Ya, kama we ni mfugaji mpaka sasa hivi utakuwa umeisha kutana na matukio haya ya kuwachanja kuku wako chanjo hasa ya gumboro pamoja na mdondo, yani Newcastle na gumboro, na mwishoni ukaishia kuwaua kuku wako. Yani unamchanja chanjo ile ukidhani utamlinda kuku wako asipate magonjwa hayo, halafu akapata magonjwa yale yale. Na ikakufanya mpaka ujute kwa nini uliwapa chanjo. Alafu unaweza kumtazama mfugaji mwenzako ambaye hakuwapa kuku wake chanjo yoyote na kuku wake wakawa wazima kabisa kipindi chote mpaka anaingia sokoni. Tukio hili huwa ni la kuumiza sana kwa mfugaji, kwa sababu cha kwanza, kuku wako ambao umenunua kwa gharama wote unaenda kuwakosa, yani wote wanakufa. Lakini pia chanjo ambazo umezinunua kwa gharama pia kwa ajili ya kuwachanja kuku wako ndio zinaenda kukukosti kiasi kwamba umekuwa katika situation ambayo unaweza ukajikuta unalaumu viwanda vya chanjo, maduka ya chanjo, na ukasema hautakuja kuchanja tena kuku wako. Lakini pia ukawachukua kuku wako hawa wapya na ukasema hautawachanja tena, ukajikuta unapata matokeo japokuwa si mabaya sana, lakini kuku wako wakaja kuugua tena magonjwa yale yale, Newcastle na gumboro. Kwa hiyo ukawa katikati, na wengine wakafikia hatua hata ya kuachana kabisa na ufugaji. Sasa leo hapa nitakupa jibu kwa nini hali hiyo huwa inakutokea, na nikutahadharishe tu kwamba hapa tunazungumzia kuku wa kienyeji pure na wale chotara. Lakini kwa wewe ambaye unatumia ambaye unafuga kuku wa broiler, pengine pia ukapata knowledge kwa kusikiliza hapa, kukosea au madhara ya chanjo yasije yakasababisha wewe uache ufugaji. Sasa kwa nini kuku wako wanaumwa baada ya chanjo? Kikubwa ambacho unatakiwa kufahamu ni kwamba chanjo hasa ya gumboro na hiyo Newcastle, lakini pia ndui, chanjo ambazo kiasili huwa zinatengenezwa kwa mfumo wa kuchukua virusi vya magonjwa hayo ambavyo wanavisedate, yani vinakuwa inactive, vinakuwa havina nguvu, dhaifu sana, wanaweka ndani ya chanjo zile. Yani unapochukua chanjo zile na kumwekea kuku wako, manake unamuingiza virusi vya magonjwa hayo hayo lakini vikiwa dhaifu. Matokeo yake ni kwamba virusi vile vinapoingia katika mfumo wa kuku vikiwa dhaifu, basi kinga ya kuku itadetect, itaweka kumbukumbu, itawashambulia kiasi kwamba ugonjwa ule ambao unauwekea kinga unapokuja na virusi vyake vikiwa active, vikiwa vina nguvu kabisa, kumbukumbu ya kinga za kuku zitawakumbuka virusi wale na kuwashambulia na kuwaweza. Tunasisitiza kuwa chanjo sio dawa. Yani usije kadhani kuku wako anaumwa gumboro ukasema basi ni wachanje wale wengine wasipate gumboro, wanaumwa ndui ukasema ni wachanje na wale wengine wasipate ndui. Hapana, ni virusi vile vile. Kwa hiyo tunamuongezea kuku uwezo wa kuvishambulia virusi dhaifu na kutunza kumbukumbu ya kinga zake, kwamba vikija virusi vya aina hii tuvishambulie. Teknolojia hiyo ndio ile ile ambayo ilitumika wakati wa ugunduzi wa chanjo ya magonjwa mengine ikiwemo ndui ya binadamu hii, lakini polio. Mtaalamu ambaye aligundua kinga au chanjo ya polio alitumia virusi wale wale waliosababisha polio kwa binadamu, lakini akawadhaifusha na kuwachoma kwa binadamu akafanya ile kinga yake uwashambulie virusi wale, alafu ikaweka kumbukumbu. Hivyo ndivyo viumbe hai alivyoviumba Mungu, kwamba kinapokuja kirusi au bakteria inaweka kumbukumbu na kukishambulia. Lakini kwa mara ya kwanza kinapokuja kirusi kile kikiwa na nguvu, mwili unashambuliwa na unakuwa na ugonjwa ule. Kwa hiyo ili kufanya mwili usishambuliwe tena, tukipe kirusi kile kikiwa dhaifu. Kwa hiyo aliyeshinda ugonjwa wa polio na ndui kwa binadamu na magonjwa mengine, surua na nini, chanjo zote ambazo anapewa binadamu akiwa mtoto, basi ni virusi vikiwa dhaifu.
Kwa hiyo unaposikia chanjo ya gumboro, Newcastle na ndui zinapokuja kwa kuku, basi ni the same thing. Na hapo narudia mara nyingi ili wewe mkulima au mfugaji ufahamu. Sasa kwa nini inatokea mfugaji anaenda kuwaua kuku wake kutokana na magonjwa ambayo amewapa chanjo? Cha kwanza ni kwamba unapompa chanjo kuku wako, hakikisha mazingira yako hayakupenyeza ugonjwa ule. Kitu ambacho haukijui, kuku wetu wa kienyeji au kienyeji pure ambao unawalea kienyeji, wanapokanyaga maeneo ya nje, maana yake wanakutana na virusi vingi sana, wanakutana na magonjwa mengi sana, lakini mwili wao unapambana kujilinda dhidi yao. Kwa mfano, magonjwa kama hayo ya gumboro, unakuta kuku wako tayari ameshakutana nayo nje, lakini wewe kwa kutokujua unafuata ratiba, ukasema kwamba sasa hivi ni ratiba ya kuwachanja gumboro, ukaanza nayo wakati umeisha wa introduce nje. Maana yake unamuongezea gumboro mara 2. Yaani amekuwa tayari na virusi wale, ana fight, alafu unamuongezea. Same thing inatokea kwa magonjwa mengine kama ndui pamoja na hiyo Newcastle mdondo. Kwa hiyo kuku hawa kienyeji, kuwa makini unapo introduce kwa chanjo. Kumbuka kwamba wameshakutana na wadudu hawa huko nje. Sisi tunashauri kama unataka kuwapa chanjo kuku wako, hakikisha mazingira yao hayana contact kabisa na mazingira ya nje. Kama kuku wako umeweka ndani kama broiler, jinsi ya kuwafuga wale unazingatia usafi wa hali ya juu na kutumia disinfectant. Kwa mfano tumetaja pale Virid. Ni dawa ya kwanza ambayo huwa inapuliziwa kwenye banda la kuku kabla hujawaleta wakiwa vifaranga. Lakini mfugaji wa broiler huwa anaweka kitambaa au sehemu ya kuosha miguu yake au viatu vyake wakati anapoingia. Ile sehemu ya kuosha huwa anawekea Virid pia, ambayo inaua virusi wa nje anapoingia kuhudumia broiler wake ndani. Kwa maana hiyo, mfugaji wa broiler akiwapa chanjo zile kuku wake, basi hana matokeo ya kuua kuku wake, kwa sababu hawajakuwa exposed na virusi vile vya gumboro, ndui pamoja na hiyo Newcastle, akiwa anawatunza katika mazingira hayo. Kwa hiyo hakikisha kama kuku wako wa kienyeji unawatunza ndani, hawana contact kabisa mazingira nje, ndipo uwape chanjo kwa ratiba ile tunazungumzia. Maana yake sasa, kwa ufugaji ambao tuliuelekeza sisi na ambao elimu hii tunaitoa kwenye magrupu yetu ambao tunaendelea na elimu hii ya ufugaji wa kuku wa kienyeji na kuku chotara, maana yake kifaranga tunavyosema tumfungie ndani, tumpokonye kwa mama yake day 1, tuwafungie ndani, maana yake tunawalinda wasiwe exposed nje. Kwa hiyo tunapowapa chanjo zetu zile za muhimu, ikiwemo gumboro, Newcastle na ndui, basi tuna uhakika kwamba hawajagusa mazingira ya nje. Kwa mtindo huo, sisi tunapowapa chanjo ile kwa awamu ya kwanza kabla tujaweka nje kwa mwezi ule wa pili, tunahakikisha kwamba haturudii chanjo zile tena, kwa sababu kuku hawa wanakutana na gumboro, ndui pamoja na Newcastle huko mtaani na wanazivumilia. Kwako wewe ambaye sasa hivi pengine unatazama video hii, ndio unapitia mambo haya, yani kuku wako amepata ndui baada ya kumpa chanjo, hakikisha haurudi tena kwa kuku wanaokuja, lakini eneo lote ambalo umewafugia kuku hawa wapya, pulizia Virid na uwatoe hapo, ili kuku wengine unapowaleta usifanye kosa hilo. Kwako wewe ambaye haujawapa chanjo na kuku wako day 1 tu umewatoa nje, yani siku ya kwanza tu ametotolewa ukamwacha na mama yao nje wanazunguka, usiwape chanjo yoyote kuku zako, akiwa mdogo akiwa mkubwa. Tunaambiwa kwamba kila baada ya miezi 3 rudia ya kuwapa chanjo. Usiwape kwa sababu tayari wamevumilia hao wadudu wakiwa nje. Pengine unaweza ukakutana kuku wako 2 3 wanakufa kwa ugonjwa huu ambao tunazungumzia na haujawapa chanjo. Usije ukawapa chanjo sasa. Uzuri wa magonjwa haya kwa kuku wa kienyeji au kwa mfugaji wa broiler, kama hujawapa chanjo kuku wako na umewakuta wanaanza kuumwa, huwa kuku wanaobakia wale wanakuwa na immunity kubwa sana na wanafaa sasa kuwa mbegu. Ni njia fulani ya nature ina select kiumbe imara zaidi aendelee kuishi. Ndipo tunavyoona sheria ya msituni inavyosema. Hata binadamu, hata wewe, wakati wenzako wanakufa kwa magonjwa wakiwa wadogo, wewe umesimama mpaka leo kwamba wewe ni kiumbe imara zaidi ambaye umepitia magonjwa yote na ukayavumilia. Hivyo hata kwa mfugo,
kubali kwamba kiasi fulani kuku atakufa, kiasi fulani kitachobaki kitakuwa imara. Huo ndio ufugaji wa kuku wa kienyeji mara nyingine. Kwa hiyo waache wale imara wawe mbegu, usiwauze. Huo ndio ushauri wangu kwako wewe mfugaji ambao unapitia tatizo la chanjo.